Ulichojifunza hiki nini? Hiki nini? Ndio maana shangazi yako alifariki. Kumbe wewe ndio mshirikina wa humu ndani. Sasa nitambua, mtabi nikuue kabisa. Mtabi jamaa. Oe. Vipi ndugu wangu? Karibu aise. Karibu ndugu yangu. Wewe ndio ofisi mwanangu sio? Mwanangu, si hatuchagui kazi wala nini, ndo kama unavyoona hivi. Mwanangu kweli uchagui kazi. Umejiona kwanza ulivyo, umejiona kwanza? Unaona unajitazama kwenye kioo? Mwanangu, haya maisha ni hatari. Unajua haya maisha unaweza ukawa wewe unachagua kwamba uwe nani, lakini yenyewe ndo anakupeleka anakotaka yenyewe. Kwa hiyo ndo hivyo, yani hatupendi kufanya hivi, ninakulazimu tu. Ndio hiyo hali. Ukitaka kamseleleko huwezi ukafika. Alafu unajua maisha yetu ya Uswahilini huko. Okay, kwani ukifanya hizi shughuli hapa unawezekana ukaingiza kwa siku shilingi hapa? Labda nikwambie kitu kimoja. Unajua hizi kazi usijali sana kipato, kwa sababu yani unavyokuwa ukifanya hizi kazi maana yake unapata na fursa za watu wengine, unakutana na watu. Kwa mfano juzi ile umenikuta nafungua kompyuta pale. Ile kazi nimeipata kupitia makopo. Nimeenda zangu pale, nimeuza, nimekutana na bosi mwingine anatafuta fundi wa kompyuta, mimi mwenyewe fundi. Nikaenda kumtengenezea. Ndio kama ulivyonikuta ile nimeitengeneza, nimepata hela kupitia hizi kazi. Kwa kazi ndogo inakupa kazi kubwa. Ila jamaa ila sio kwa hiyo hali. Ndio hivyo mwanangu, tutafanyeje sasa? Tupendi. Kwa nini ndugu yangu unaumwa? Bwana ningekuwa naumwa ningejua naenda hospitali na muone. Shida nini tena ndugu yangu? Mbona umeanza kunitisha sasa? Oya kipengele kinoma, yani kama zile issue zako ambazo tulikuwa tunazungumza ile siku. Mambo ya kazi yanakuwa kipengele, yani ajira noma. Hata wao mzee wanitaki tena, maana hata yani sina mchango wote nyumbani. Mpaka yani nafikia hatua. Unaona ile begi jamaa? Ameniambia tu niondoke. Bi mkubwa akakufukuza nyumbani. Mkubwa mwanangu amenibadilisha kinoma. Labda nikwambie kitu kimoja ndugu yangu. Kukufukuza mama yako kwanza kwako ni fursa, kwa sababu yani mama yako anakupenda sana. Alafu ukiangalia na hali yake muda wote anaumwa. Yani ameona uje ufunzwe na dunia kidogo. Kwa hiyo kupitia kufukuza hivyo. Ndugu yangu. Basi sawa. Kwa hiyo unashauri nifanyeje sasa? Maana au ndio hivyo. Sielewi hapo basi sijui hata naenda wapi kusema. Ndugu yangu, kweli hiyo ni changamoto sana ndugu yangu. Sio poa mwanangu, lakini kwa hizi mazingira yalizokukuta wewe kweli ile kazi ndio nafanya. Hivi ushai kuzibua vyo? Yaani mwanangu sisi, yani kila kazi sisi tunaifanya mwanangu. Afu we ndugu yangu, kwa mimi cha kukushauri saa hizi ndugu yangu. Unajua ni nini? Mwanangu, hebu ondoka kule chuoni. Ondoka yale mazingira ya chuoni. Njoo huku mtaani, kwa sababu mimi mwanangu nimesoma mpaka degree. Nimemaliza degree lakini nimerudi mtaani. No ajira. Nifanyeje? Nimeanza kujibunia kwamba hapa kupitia hizi kazi hizi, unaona nafanya kazi, baadaye nakutana na madili ambao nimesomea, naenda kuyafanya. Umeona? Lakini ningekuwa nimekaa nyumbani, umekaa na vyeti vyako nyumbani umejifungia navyo hivi. Umeona? Hamna mtu anayekuona brother. No one ambaye atakuja kukuona wewe kwamba huyu jamaa amesoma, hamna. Lakini kupitia hizi kazi brother, niamini mimi, unakutana na watu wengi sana kule. Utakutana na watu wa kutosha ambao hao watu ndo wanakupa madili, na ukiishi vizuri na watu brother, hakuna kinachoshindikana katika dunia kuliko ukikaa nyumbani. Kwa mama alivyokufukuza brother, amka brother, shtuka. Afu yule maza ni mgonjwa brother, wewe ndo inabidi umtibu. Umeona? Usiongee sana. Ngoja nikwambie kitu kimoja brother. Sawa, unasikia Chris? Wewe ni mtoto wa kiume. Sawa? Umesikia Chris? Wewe ni mtoto wa kiume.
Kwa hiyo itafika siku mama yako amefariki. Basi James, acha kwanza bana, usifike huko. Hatuombei. Basi acha. Lakini acha jamaa basi. Usiseme hivyo. Njoo mtaani ndugu yangu, kazi zipo, kazi nyingi. Basi, usichague kazi. Basi sawa jamani, nimekuelewa. Nimekuelewa mwanangu. Maana unaona unaongea unapofika sasa unakichanganya. Ndugu yangu, yani najaribu kukuonea huruma lakini ndio hivyo. Hamna option. Wewe njoo kwenye kazi zetu hizi hapa, ndio option hiyo iliyobaki. Si unaona hata vijana wangu wale wanazunguka kupitia mimi wanajifunza. Umeona? Sema basi mimi ngoja nikafikirie kwanza alafu nitakufuata. Hamna noma ndugu yangu. Wewe mimi ukipata nafasi hata yale mambo yananilia ambayo ulinikuta siku ile nafanya yale maintenance, kama ukiwa tayari mambo ya nini, mambo mengi tu nitakufundisha, lakini saa hizi ukiwa hivyo katika hiyo motion mimi siwezi nikakufundisha kwa sababu hauna utayari. Kwa ukiwa tu na utayari mwanangu, wewe nifuate. Michongo mingi mtaani. Kuna wale wenzangu wale kina Doni wale. Kina Doni wana michongo kibao. Hivi ninavyokuambia mimi nipo kokota huko makopo, wenzangu wako wananyenyua zege kule. Kwa ndo hivyo mwanangu. Hamna noma ndugu yangu. Ngoja niingie kwanza. Hapa ngoja nimalizie nikaoge maana hii hali sio nzuri ndugu yangu. Poa bana. Hamna noma Mimi naingia kwa Hans kwanza mara moja. Unakutana na Hans. Sema kuwa makini tu mwanangu. Si unajua yani unavyoshauriwa na mtu changanya na zako. Kwa sababu sio kila anayekushauri anakushauri kitu kizuri. Unaweza ukakutana mimi nimekushauri hivyo, unaenda kule unashauriwa vitu vingine unarubunika. Kwa kuwa makini. Hamna noma ndugu yangu. Haya maisha kweli ni hatari. Mama yake anampenda vile kamfukuza. Haya maisha ni noma sana. Ngoja mimi bwana niendelee na mishe zangu hapa. Ndo maarifa ya kitaa. Sema hii Tanzania kipengele kinoma hii. Yaani watu wote wamepeleka mikeka huko inamuua Tanzania naye. Anatoaje sare Tunisia naye anatoaje sare na Tanzania, timu mbovu hivi. Hii mambo ya beti bana. Sasa nitaacha tu. Sasa ndo nini hivi? Huyu mwindi ataniua sasa. Mambo ya kubeti basi tena. Shachoka. Kila siku ya nini mimi ndo naliwa tu, kila siku ni mimi. Au wao wanaoshindaga wao wanatuigizia ni. Ila mbona wanaomba chuo walikuwa nashinda. Ndo maarifa ya kitaa. Mwanangu Chris. Ni vipi hapo? Chris vipi hapo? Kama ka. Naona najua maisha sasa hivi hali unayopitia. Umetoka kucheza betting hapa. Hizo achana nazo. Mimi leo asubuhi kuna beti nimepata pale. Leo asubuhi nimetoka zangu na mshiko mnene kabisa. Lakini huko kwenye niambia wewe ndo nije huko lakini. Sasa mbona tena nisielewe na mara unasema ni ame mara na nini na nini? Ndiyo nilikwambia. Huko ama. Sema wewe sometimes kijao mwanangu. Yaani yangu unakuwa kama kinyonga mara niende huku niende. Unajua hii mara tatu sasa kuna yani vitu tofauti unanipa alafu hata sitoboi yani sioni kabisa. Chris. Huko nimeshahama mimi. Njoo tuame. Kuna betting nimepata leo asubuhi. Nimeondoka na mshiko mnene. Au si? Nasikia mshikaji. Unanipa mchongo wa mwisho. Niende kula afu hiyo mieyusho. Amna. Na kuzingua mzee wangu. Niamini mimi twende. Au si? Fresh twende. Ya kitando maarifa ya kitando maarifa ya kitando maarifa ya kitaa. Ndo maarifa ya kitaa.
ndo maarifa ya kitaa, ndo maarifa ya kitaa, ndo maarifa ya kitaa, ndo maarifa ya kitaa. Waanza, tokeni hapo. Unaona? Wewe ndo unachezaje sasa? Ngoja nikuwekee. Zipo, hadi zipo, wewe ni mchezaji tano afu. Sasa zipo ndani. Uweze usitumie. Unaona? Tayari. Aya. Kwamba umekosa? Ili tutatumalizia hela mzee. Ndo maarifa ya kitaa. Baba ndo asema. Bwana, tuendage tu. Maana leo sio bahati yetu. Labda maybe siku nyingine. Sawa. Sema wewe jamaa michongo yako, yani tumeshaliwa. Twende. Kesho ipo. Tarudi twende. Mimi sitarudi tena huko. Basi sawa, mimi nitarudi. Kama utanimalizia hela zangu. Maarifa ya kitaa, ndo 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 maarifa ya kitaa. Mwanangu Chris, Niambie. wewe umshauri kitu kimoja tu. Unajua unapitia mambo mengi. Fanya urudi nyumbani. Sema wewe jamaa wewe. Unajua vitu vingi nimevipitia kwa sababu yako. Yaani michongo mingi ulionipa. Nilipitia tu chaka mwanangu. Unajua nipa mchongo wenye unaeleweka. Sometimes hata kwa bibi mkubwa kwenyewe. Mimi nadhani niliondoka kwa sababu yako mzee wangu. Tracy, achana na hayo. Yaliyopita si ndwele. Unajua hali ya bibi mkubwa ilivyo sio nzuri. Najua alikufukuza pale nyumbani. Lakini rudi tu nyumbani. Sema fresh mwanangu. Kama mnakwaje? Mwanangu wewe, mimi nataka kurudi nyumbani. Hebu tulia kwanza. Mbona umekuja ghafla tu hapo unasema nirudi nyumbani bila nini? Ni shida nini kwani? Ni mkubwa kwa kusamehe. Yake kule sio nzuri. Kwa nabidi yani bora tu rudi tu nyumbani. Unaona? Basi sawa. Kwa nenda nyumbani. Fresh mwanangu. Kutia pale hapo nyingine. Sema fresh sana. Fresh. Unajua ujumbe umefika. Au vipi? Hamna na mama. Fresh hapo. Ya gitaa yamejaa furu cream kwa maarifa siku hizi ndiyo raha. Nijinga na manisha maarifa ka uvaa utajiri ka utupa maskini kapakata kanua smartphone no mtaji wa dagaa kajim sekondari anakwenda uza basi mbaba kanunua kujiposti Instagram. Kidume mashuhuri mwenye nguvu kama twa ajatunza kama mtaji ameanza nguva mitoko ya kichina kwake yeye ndiyo la ni ujinga na manisha maarifa kauva utajiri kautupa umaskini kapakata. Ndo maarifa ya kitaa, 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 ndo maarifa ya kitaa.